Muziki wa dunia ni mlango wa mapepo. Miziki ya duniani ni milango ya mapepo. Muziki huu wa duniani ambao hauna Mungu ni mapepo, au ni mlango mkubwa wa njia za kukufunga kiuchumi, ukakuhamasisha kutenda mambo ya aibu, ukakupandikizia roho mbaya ambazo hukutarajia zikaendelea kuharibu maisha yako. Muziki wa duniani, sikia, muziki wa duniani asili yake ni Lucifer, kwa sababu Mungu aliweka kila aina ya muziki ndani ya huyu malaika aliyeitwa Lucifer. Kila aina ya muziki ndani ya Lucifer iliwekwa kwa ajili ya kumsifu Mungu. Lucifer ni shetani. Shetani alikuwa malaika kabla hajapewa adhabu au hawajafarakana na Mungu. Shetani aliwekwa ndani yake vipawa na karama vya uimbaji vya kumsifu Mungu wakati wote. Sasa huyu Lucifer alipopishana na Mungu, ndipo Mungu akaamua kumshusha kuzimu. Alipomshusha kuzimu Lucifer akaanza kutengeneza malaika zake ili wawaingie watu na kuwapa karama zisizotoka kwa Mungu. Ndio maana waimbaji wengi wa dunia wanaweza wakatoa sauti ambazo tukaanza kusema huyu kwa nini asingeimba gospel, angeweza kumtukuza Mungu. Waimbaji wengi wa duniani wana vipawa na karama vya kutisha, na wana mvuto na wana nyota, wanapendwa, lakini mwisho wao huwa ni mbaya, kwa sababu shetani huwa hajengi urafiki na mtu wa kuendelea. Urafiki wa shetani na mtu huwa ni wa kitambo. Angalia wakina Pididi, watu waliokuwa mamilionea, leo hii wanaozea gerezani. Angalia wakina Tupac Shakur, waliimba miziki enzi hizo Marekani, wakapigwa risasi. Angalia leo hii wakina Celine Dion, waliimba nyimbo za kulala, za kubembeleza, leo hii wanaugua kansa, wamefilisika kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Angalia wakina Juma Nature Tanzania enzi hizo. Angalia wakina walioimba dunia inapita au kifo ni kifo, wengi waliishia pabaya. Angalia wakina Babu Seya na wengine na wengine. Angalia wakina Dudu Baya na wengine na wengine. Sasa maana ya kutamka majina haya, inawezekana na wao wakayasikia, lakini si chaka. Maana na washauri wampokee Yesu, maana wanaomwimbiaga Yesu hawana hasara. Tumejifunza kwa dada yetu Epi Kamili, amemwimbia Mungu miaka mingi, hazeeki, achuji, yuko pale pale, na tumemwona yuko ndani ya Yesu, anaendelea kutamba, na Bwana amemwongezea vipawa na karama. Shetani ndiye chanzo, ndiye injini inayotema madini hayo ili iendelee kuharibu jamii, kwa sababu kama msanii ni kioo cha jamii, anatufundisha nini? Leo wapo watu wenye pesa wanawasikiliza, wanawasapoti. Dunia iko lazi kusapoti vitu vya kijinga, vitu vya maana inaviacha. Soma kitabu cha Ezekieli 28 mstari wa 13. Siri ya muziki ni Lucifer, ambaye ni shetani mwenyewe. Humwaga roho kwa malaika zake, na wanaingia ndani ya mtu, anaanza kupata tungo na mawazo na hisia za kipepo. Hizo hisia zinagusa watu. Ndio maana muziki ya dunia wanavyocheza, ukiangalia kwenye TV, nguo zao haziendani na maadili. Wao kila siku ni mapenzi, hawezi kuimba nyimbo za jamii, na hata wakiimba nyimbo za jamii bado wao wanaoimba ni mapepo ndani yao. Nisome Samueli wa kwanza 16:23. Naye Sauli alipokuwa na roho mbaya, ile roho mbaya, Daudi akaenda akapiga kinanda, akaimba nyimbo za utukufu wa Mungu. Ile roho mbaya ya Sauli iliyoingiziwa na shetani ikamwachia. Muziki ni tiba.
Shetani aliona muziki ni tiba. Ndio maana watu wengi wakipigiwa muziki wanatoa pesa, wengine wanalewa, wengine wanasapoti bendi za muziki. Mfano hata muziki wa gospel, kuna baadhi ya waimbaji ukiwaangalia moyo wako unagoma kusema hii ni gospel. Unaona? Yaani kuna wakati mwingine unaweza ukakaa ukaangalia hivi huu ni muziki wa dini, alafu unasema lakini hapana. Maana yake walioimba wale wana roho ndani yao isiyo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu akiimba nyimbo za dini tena zinazokaa za zamani uponazo kwenye simu yako kwa sababu zina roho ya Mungu. Sasa nikwambie kuna namna ya kushughulikia hii roho. Hata kama unaangalia na moyo wako unagoma, maana yake hiyo ni roho kutoka kwa shetani mwenyewe. Muziki ni njia kuu ya kuvuta uwepo wa Mungu. Hivyo shetani watumia wanamuziki kuvuta uwepo wa shetani. Sasa muziki ni njia kuu ya kuvuta uwepo wa Mungu. Some kitabu cha Mambo ya Nyakati sura ya 5 mstari wa 13 na kitabu cha mwisho ni Wafalme wa Pili sura ya 3 mstari wa 14 na 16. Wewe mwanamuziki unayeimba hapa mbele praise, unayeimba kwaya, shetani atakutega, atakuimbia nyimbo za dunia ni uanze kuziimba ili kuharibu uwepo wako wa Mungu kwenye nyimbo utakazoziimba. Kuna watu wakiimba nyimbo za gospel unabarikiwa ndani, unafunguliwa, unajisikia kupokea. Kuna watu wakiimba ni wakavu. Uimbaji wa Mungu hauhitaji sauti nzuri tu. Uimbaji wa Mungu unahitaji kukaa na Mungu. Kwenye TV zetu tutasikiliza mambo ya Mungu. Yaani mtumishi wa Mungu haina gharama. Radio yako nyumbani umejaza nini? Simu yako hiyo umejaza nini? Ni shahidi wewe, unajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tengeneza madhabahu ndogo nyumbani kwako, kwenye chumba chako, nyumbani kwako. Tengeneza madhabahu ndogo. Yaani uwepo kwenye TV yako. Fungulia ile TV ambayo unajua hii ina neno la Mungu la kweli. Nyumbani kwako kabla hujalala usiku, fungulia muziki wako kwa mbali. Nyimbo za kuabudu, za kumsifu Mungu taratibu. Bwana Yesu asifiwe. Nikwambie kwa kufanya hivyo utatengeneza uwepo wa Mungu kwenye maisha. Fanya nyumba yako mahali pa kuabudu. Mkono wa Bwana unaleta unabii kwako. Mkono wa Bwana unaleta majibu kwako. Achana na nyimbo za duniani. Achana na manyimbo ya duniani. Hayo manyimbo yalikuwepo zamani. Sisi tunatembea na uwepo. Ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Tembea kimpya mpya Bwana. Tembea kiupya upya Bwana.